jinsi ya kupokea msaada wa kiungu. Isaya 41 mstari wa 13-15. Tasoma katika jina la Yesu. Anasema, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope. Sema amina. Mimi nitakusaidia. 14. Usiogope Yakobo, uliye nani? Nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria, chenye meno. Utaufikisha milima na kuisaga, nawe utafanya vilima kuwa kama makapi. Tazama, Mungu anamuita Yakobo mdudu. Yamkini katika maisha umeonekana kuwa kama mdudu. Jamii na kuhesabu kuwa kama mdudu, kama Yakobo. Anasema, usiogope Yakobo uliye mdudu. Hivi mnamjua mdudu? Usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia. Nikikusaidia unatoka kuwa mdudu. Kwa haijalishi ulivyo, haijalishi ulipo, haijalishi hali yako, ili mradi Mungu amekusaidia. Mungu anamwita Yakobo mdudu. And then mstari wa 15 anamwambia Yakobo, nikikusaidia nitakufanya kuwa chombo kikali. Ayayaya. Nitakufanya chombo. Kwa ni msaada wa kiungu ndio unaomfanya mtu wa kawaida kuwa mtu wa matendo makuu. Ni msaada wa kiungu ndio unaomfanya aliye chini kuketishwa pamoja na wakuu. Ni msaada wa kiungu ndio unaomfanya aliye mwenye dhambi kupokea wokovu na akahesabiwa haki. Ni msaada wa kiungu. Pokea msaada wa kiungu leo katika jina la Yesu. Nasema pokea leo msaada wa kiungu katika jina la Yesu. Watu wamekutazama kama mdudu kwa sababu umeukosa msaada. Umeukosa msaada. Yakobo kutoka kuwa mdudu akageuka kuwa chombo kikali cha kupuria, chombo kikali cha kuvunia. Chombo, anasema utaisaga milima. Turudia, asema usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Nikisha kusaidia nini kinatokea? Asema tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria, chenye meno. Utaifikisha milima na kuisaga, na utafanya vilima kuwa kama makapi. Uliyekuwa mdudu. Mpendwa, kinachobadilisha maisha yako sio kimo chako ama mazingira yako. Kinachobadilisha maisha yako ni msaada. Kilichobadilisha maisha ya Yakobo akikuwa kimo chake, hayakuwa mazingira. Kilichobadilisha maisha ya Yakobo aliyekuwa mdudu ni msaada. Ni msaada wa kiungu. Mungu akikusaidia, kabila lako sio tatizo. Watu watakuuliza kabila lako kabila gani baadaye. Mungu akikusaidia anavunja mipaka. Mungu akikusaidia anakutoa kuwa mdudu na unafanyika kuwa chombo. Anakutoa kuwa mdudu unafanyika kuwa chombo. Biblia inaniambia ya kwamba ndani ya nyumba kuna vyombo vyenye heshima na visivyo na heshima. Anasema ndani ya nyumba viko vyombo ambavyo Mungu ameviheshimisha. Mungu akikusaidia anakugeuza kutoka kuwa mdudu na kuwa chombo cha heshima kimfaacho Bwana kwa matumizi yake katika jina la Yesu. Katika siku hizi za mwisho, kupitia maisha yako utakuwa chombo cha kuvunia nafsi za watu, kuwapeleka mbinguni katika jina la Yesu. Wengi wataokolewa kupitia maisha yako. Mungu akusaidie. Yakobo uliye mdudu, Mungu na akusaidie. Yohana, Neema, Mariamu, jina lako lolote vile unavyoitwa, Mungu na akusaidie. Mungu akikusaidia,
eneo unaloishi sio tatizo. Mungu akikusaidia mahali unapofanyia kazi sio tatizo, ili mradi tu Mungu amekusaidia. Mungu na akusaidie. Umeteseka vya kutosha, sasa Mungu na akusaidie. Mungu aliyekuokoa na akusaidie. Mungu aliyekutoa Misri na akusaidie. Mungu aliyekuponya na akusaidie, katika jina la Yesu. Kumbe haijalishi umetokea katika ukoo gani, haijalishi umetokea katika familia gani, kama Mungu atakusaidia, watu watakuja kujiuliza ukoo wako baadaye. Usiposaidiwa na Mungu, unaweza ukakaa mahali penye fursa na usijue. Unaposaidiwa na Mungu, ndipo unapogundua kwamba upo kwenye eneo la baraka, upo kwenye eneo hilo barikiwa na Mungu. So it does matter, just mlilie Mungu akusaidie. Mlilie Mungu akusaidie. Maisha yanaanza pale Mungu anapoanza kukusaidia. Ugumu unaopitia ni kwa sababu kila kitu ni wewe. Kila kitu ni wewe. Katika dunia hii kuna mambo yanavunja moyo, kuna mambo yanakatisha tamaa. Unahitaji msaada wa kiungu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 14 mstari 11. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 14 mstari 11. Anasema, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie Bwana, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Asa alijua umuhimu wa msaada, ndio maana aliomba, akamlilia Bwana, akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kutusaidia. Anasema kati yake yeye aliye hodari na yeye asiyekuwa na nguvu. Kwa haijalishi kiwango cha nguvu ulizonazo, kama Mungu atakusaidia, ndugu, uweze kuepuka kushindwa. Kama Mungu atakusaidia, uweze kuepuka kushindwa. Mpendwa, Biblia imetabiri juu ya siku za mwisho. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 1 anasema, katika siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Watu tukoni kujipenda wenyewe kumpenda Mungu, wenye kujisifu, wasiotaka suluhu, watukanaji, na mambo kadha wa kadha yameandikwa pale. Ufika katika Mathayo anasema kwamba taifa itaondoka kupigana taifa, magonjwa yasiyo na tiba, mambo mbalimbali yametabiriwa. Tutaponaje mpendwa tusiposaidiwa na Mungu? Kwa utakuta kwamba kuna asilimia kubwa ya watu mpaka leo wanategemea nguvu zao. Matendo ya Mitume sura 26 mstari 22. Anasema, basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Nimeupata msaada. Yani imefika hatua amejitathmini, amegundua ni Mungu amemsaidia. Acha kuishi maisha ya mkumbo. Mtafute Bwana, anapatikana. Utafute msaada wake. Ndio anasema asubuhi na mapema nitakupangia dua. Mungu asipokusaidia, mambo hayawezi yakabadilika. Haijalishi ni hali gani ulionayo, Mungu akikusaidia, kidogo ulichonacho kitafanya makubwa. Mungu akikusaidia, unapoanza kuzitegemea akili zako, Mungu anahesabu umeanza kuwa na kiburi. Unapoanza kutegemea uwezo wako, Mungu anakuangalia kwamba una kiburi. Sasa angalia Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Angalia ile kiburi Mungu anawafanyaje, anawapinga. Petro wa kwanza sura ya 5 kwa mstari wa 5 anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga watu gani? Wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu huwapinga
wenye kiburi. Kwa wakati unapoanza kutegemea uwezo wako, Mungu anajua sasa umeanza kuwa na kiburi. Umejiona unajitosheleza. Umejiona unaweza kufanya mambo bila yeye. Anakuhesabu kama wewe ni mwenye, anakupinga. Kwa sababu ya watu wengi kutokupokea msaada ni kutegemea uwezo wao. Na unapoanza kutegemea uwezo wako, Mungu anakupinga. 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 Kwa sababu gani? Mungu anapinga wenye kiburi. Mungu huwapinga wenye kiburi na uwapa wanyenyekevu neema. So mpendwa, unapoendelea kutegemea watu, uwezo wako, kutegemea elimu yako, unayafanya maisha yako kuwa mzigo. Unayafanya maisha yako kupingwa na Mungu. Unayafanya maisha yako kupingwa na Mungu. Na Mungu akisha kupinga, unajua nini kinatokea? Maisha yako yanakuwa ni mzigo. Your life becomes, maisha yako yanakuwa mzigo. Yakisha kuwa mzigo, nini kinatokea? Unakosa pumziko. Unakosa pumziko. Na ndio maana katika Mathayo sura ya 11 mstari 28. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni msaada wa kiungu ndio unaoleta pumziko. Ni Mungu kusaidia ndiko kunakoleta pumziko. Mungu asipokusaidia uweze kupumzika. Likitokana na kujiri, likitokana na kujiri, Mungu akusaidie. Nasema tokea Sayuni, Mungu akusaidie. Kutokea madhabahuni mwake, Mungu na akusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa unapokosa msaada wa kiungu, unakosa pumziko. Lakini Mungu anasema, njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa nini? Amekuona uwezi huo mzigo. Amekuona uwezi hayo mambo. Anasema tuje kwake atusaidie. Tuje kwake atusaidie. Tegemea akili yako. Biashara yako haitafika popote. Sasa msaada wa Mungu ni nini? Msaada wa Mungu ni uwezesho wa kiungu katika maisha ya mwanadamu. Ni uwezesho wa kiungu. Mungu anakuwezesha katika mambo mbalimbali. Ni uwezesho wa kiungu katika maisha yako. Wafilipi 4:13. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Kwa maneno mengine, ninayaweza mambo yote katika yeye anayenisaidia. Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Luka sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 1. Anasema, ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Mstari wa 2, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Mstari wa 3, akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akafundisha makutano alichomboni. Mstari wa 4, hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Mstari wa 5, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Mungu asipokusaidia utafanya kazi ya kuchosha. Mungu asipokusaidia kwenye biashara utafanya kazi ya kuchosha. Mungu asipokusaidia katika huduma utahubiri ndio, lakini itakuwa ni kazi ya kuchosha. Mungu asipokusaidia katika kazi unayofanya itakuwa ni kazi ya kuchosha. Yaani utajitahidi lakini bosi haoni. Utajitahidi, wengine wanapromotea, wewe uko vile vile. Unashangaa kwa sababu Mungu hajakusaidia. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitalishusha nyavu. Mstari wa 6, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Jinsi ya kupokea msaada wa kiungu. Msaada wa kiungu una kanuni zake. Yaani wewe fanya kile alichosema na yeye afanye alichoahidi. Fanya alichosema, yeye afanye alichoahidi. Namba 1, unapaswa kumpokea Yesu kwa Bwana mkuu wa maisha yako. Kitu gani kinachukua msaada? Mpokee Mungu kwa Bwana mkuu wa maisha yako. Wokovu unakuunganisha na msaada. Wokovu unakuunganisha na Mungu mtoa msaada. Yakobo kuna kitu alikifanya. Yakobo baada ya kuchukua mbaraka kutoka kwa baba yake, akagundua kwamba kuna shida ama kuna changamoto imejitokeza. Unajua Yakobo alifanya nini? Yakobo alikimbia. Alikimbia akaenda wapi? Yakobo hakwenda kwa Mungu, alienda kwa mjomba. Yakobo alipaswa kujutia kilichotokea na kisha amrudie Mungu. Lakini Yakobo akufanya hivyo. Alienda kwa mjomba wake. Alifanya kazi ya kuchosha, akufanya kazi ya kuchosha.
Alichokifanya ni kwamba Yakobo alipewa miaka mingapi? 7 apate kutumika ili apate mke, na akajikuta kwamba miaka 7 imepita, akaongezewa tena 7. Yakobo aliishi maisha ya kuchoka, maisha ya mzigo, mpaka aliporudi kwa Mungu. Ndipo hiyo siku wakati anarudi akakutana na Mungu. Yakobo aligundua, akasema leo lazima wokovu uwe nyumbani mwangu. Leo ndio siku yenyewe, kama ni mkuu nitapanda. Leo lazima nimuone Yesu. Kwa msaada unaanza pale unaporudi kujiungamanisha na Mungu, unaporudi kwa Mungu mtoa msaada. Kwa hakikisha kwamba una wokovu, hakikisha kwamba Mungu ni baba yako, na si kwa maneno, kwa matendo unaishi maisha matakatifu, na una uhakika hata Yesu akirudi leo mbingu ni ya kwako. Namba 2, jinsi ya kupokea msaada wa kiungu. Namba 2, uwe na shauku ama kiu kubwa ya kusaidiwa na Mungu. Yaani mara zote tamani Mungu akusaidie. Tamani Mungu akusaidie. Uwe na shauku ya kusaidiwa na Mungu. Ona uwezi hilo jambo bila Mungu. Ni kweli una elimu. Sasa basi, katika eneo hilo, ili uweze kufaulu vizuri katika eneo la kiu na shauku juu ya msaada wa kiungu, hakikisha unajua ama unagundua udhaifu wako. Gundua kwanza udhaifu ulionao. Kwa kitendo cha kujua hapa siwezi, ndipo pale utakapo hitaji kumwomba Mungu akusaidie. Lakini ukishaanza kujiona umekamilika, hautaomba Mungu akusaidie. Hautaomba. Hebu tume Isaya 44 mstari wa 1 mpaka 3. Isaya 44 mstari wa 1 mpaka 3 anasema, lakini sikia sasa Yakobo mtumishi wangu na Israeli niliyekuchagua. Mstari wa 2, Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakaye kusaidia asema hivi, usiogope Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua. Mstari wa 3, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya utakao wazaa. Kwa nini amimine maji? Kwa sababu una kiu. Mungu hakupi kwa sababu anataka kukupatia kitu, anakupa kwa sababu una kiu nacho. Mungu halazimishi kukupatia msaada, bali uwapatia wale walio na kiu na huo msaada. Mungu halazimishi kukusaidia, ila Mungu anachokifanya, anaangalia kiu ulio nayo. Amen. Namba 3, mtegemee Mungu katika kila jambo. Mtegemee Mungu katika kila jambo, utaona msaada. Mithali 3 mstari wa 5 na kuendelea. Mstari wa 5 Mungu anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa 6, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Mstari wa 7, usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana kujiepusha na uovu. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Kwa wakati wote unapoanza kutegemea watu, pesa kumtegemea Mungu, Mungu anaacha kukusaidia. Kwa kumtegemea Mungu kuna kufanya Mungu akusaidie. Mwisho, omba Mungu akupatie msaada wa kiungu, ama mlilie Mungu. Nyakati wa pili 14 mstari 11, naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia. Mlilie Mungu akusaidie. Ngangana katika maombi, funga, pray, Mungu nisaidie, siwezi. Naonyesha kweli unamtegemea, onyesha kweli una uwezo wa kujisaidia mwenyewe. Haleluya.